Naam, yaweza kuwa unapata changamoto hii, either wanafunzi hawaendani na wale waliopo PLEM au idadi yao imekuwa ni kubwa sana. Sasa jinsi gani ya kuweza kuwaleta wale wanafunzi wa PLEM na kuweza kuwaondoa wasiohusika? Fuatana na hii video mwanzo mpaka mwisho. Kwanza, ingia katika school management, kipengele cha manage student, chagua section, alafu chagua darasa husika. Tafadhali zingatia sana kwa makini vipengele hivi ambavyo vipo hapa juu. Tafadhali, hii ni Mdope Ujuzi au Mdope Mifumo. Subscribe, share ili twende sambamba. Kuna kipengele cha Road from Nectar na fetch hiyo student date of birth au DB. Sasa hivyo vipengele ndivyo ambavyo vinatakiwa kufanywa kazi, na hiki kipengele cha mwisho kimeandikwa deactivate student. Namna gani vinafanya kazi? Twende kimoja baada ya kingine. Mara ya kwanza tulikuwa tuna Road from Nectar. Ukiplace hivi unaona wanafunzi nakwambia successful, lakini wanafunzi hawafiki au wanafunzi hawaji. Sasa hivi ili kuchukua data za wanafunzi, ingia hapo fetch student DB. Ukiplace hapo wanakuja hiyo list au inakuja hiyo list yao wanafunzi. Sasa wewe utakachokifanya kwa darasa husika, utachagua wanafunzi wako ambao wanahusika. Inawezekana hii list ikaja na wanafunzi ambao hawahusiki. Kwa hiyo usitumie hiyo kuselect all. Unaweza ukachagua moja moja, au kama wote wapo basi utachagua na utasave katika save in SIS. Ukiplace hapo wale wanafunzi wako wote ambao wameweza kuwekwa katika mfumo wa PREMS wataweza kuhamia katika mfumo wa SIS. Ukiona wanafunzi ni wengi, basi utatumia njia ya kuselect mmoja mmoja kwamba huyu ndiye darasa husika na utasave. Unaachana nao wale ambao hawahusiki. Sasa baada ya kufanya hivyo, inawezekana mwingine anapata changamoto au akaliachua wanafunzi ambao sio wake, au wanapata listi kubwa sana, na hii ni kwa wengi. Na kukumbusha tu, hii ni Mdope Ujuzi. Kama bado, tafadhali subscribe. Baada ya kuona wanafunzi wako wapo wengi au ni wale ambao hawahusiki unataka kuwatoa, zingatia hatua zifuatazo. Hatua hizi mbili, ya kwanza unaweza ukamdeactivate na hatua nyingine unaweza ukafanya dropout. Sasa hivi vitu vimetofautiana, zingatia kwa makini sana haya maelezo. Tutaanza na wale wanafunzi ambao wapo kwenye darasa ambalo sio sahihi. Yaani kwa mfano walishamaliza, hawa tutatumia njia ya kudeactivate. Wale wanafunzi ambao una uhakika kabisa huyu mwanafunzi hayupo darasa husika au alishamaliza, hawa tunatumia njia ya kudeactivate, na sababu tutaandika hiyo transition kama ambavyo inaonekana hapa. Hii dropout nakupa maelekezo hapo mbele. Kwa hiyo baada ya kufanya hivi, wale wote utakuwa umewa deactivate. Kwa mfano mwanafunzi alishamaliza anatokea au hayupo hilo darasa, utatumia option ya ku deactivate. Sasa kwa mfano wanafunzi fulani, mwanafunzi X yupo darasa husika, huyu tunamdrop out kama ameacha shule. Yaani una uhakika kabisa mwanafunzi huyu yupo darasa lese la 4, lakini hayupo shule kwa sababu ya utoro au alifukuzwa shule. Sasa huyu hatutamdeactivate. Huyu tutaenda katika action, tutatumia option ya drop out. Yaani aliacha shule au alifukuzwa. Kwa nini tunafanya hivi? Ili mfumo uweze kudetect wale wanafunzi ambao wamekuwa dropped out automatically. Kwa utachagua hapo tarehe, utachagua sababu ya kuweza huyo mtoto ku drop out, kama ni kifo au sababu ya kinidhamu au sababu nyinginezo. Kama ni sababu ya kinidhamu, basi utaweka hapo sababu ya kinidhamu, na kama kuna muhtasari utaplace hapo chini, utaambatanisha muhtasari, lakini hiyo attachment not necessary. Ukimaliza hapo utaplace hapo submit. Hiyo ni kuondoa wanafunzi wale ambao wapo darasa husika lakini wameacha shule. Vile vile kama ana sababu lese ya utoro, utaenda pale pale kwenye action, utachagua alafu utamdeactivate. Kumbuka kuchukua namba zao za PREMS for the case imetokea umesahau au umechanganya kumdeactivate mwanafunzi. Hakisha namba zao za PREM umezinakili pembeni na hilo zoezi likaendelea. Kwa kesi ukitaka kumrudisha utatumia PREM. Huyo ilikuwa ni ya utoro, tutaweka sababu ya ada.
utaandika utoro. Baada ya hapo uta press save hapo chini kabisa, au utafanya hivyo. Sasa hii ni Mdope Ujuzi. Kama una swali lolote, achia comment yako. Bye bye.